ala na kumtakia rahma kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Tunabudi kurejesha shukrani kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye kwamba ametujalia siha na uzima wa kuweza kuitadaraki siku kama hii, siku ambayo kwamba ni tukufu, siku ile ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kujifakharisha akasema Rajabu shahrullah wa Sha'ban shahri wa Ramadan shahru ummati. Mtume sallallahu alaihi wasallam amejisifu kwamba huu mwezi wa Sha'ban ni mwezi wake yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana bwana mkubwa kama huyu ikawa ukifika ndani ya mwezi mtukufu wa Sha'ban, katika riwayati zilizopokelewa na wanazuoni kwamba alikuwa akifunga mwezi mzima. Kwa nini? Kwa sababu mwezi ulikuwa ni mwezi wake yeye bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni mwezi ambao kwamba una baraka. Na ndugu yetu Al-Amudi yeye akaona ni uzuri atabaruku na babu yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya mwezi kama huu kwa ajili ya kutabaruku kupata mazuri kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa Al-Amudi ni katika koo tukufu, ni katika koo ambazo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameziombea dua. Bali Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam kwamba Al-Amudi ndio watakuwa walezi wa masharifu. Hawa wameombewa dua na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kazi yao kubwa ni kuwalea masharifu. Angalia baraka ambayo kwamba wamepata. Baraka kubwa ambayo kwamba wamepata kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu. Na ndio sehemu yoyote, nchi yoyote, pala popote ukienda ukimkuta Al-Amudi yuko hivi na masharifu. Yeye ndio mlezi wa kuwalea ahlul baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul baiti ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia mtume wake sallallahu alaihi wasallam alisema mtume kwamba ana atarikum fikum at-taqalaini awwaluhuma kitabullah fihi nur wa huda fastamsiku bihi wa ahlul baiti udhakirukumullahu fi ahli baiti udhakirukumullahu fi ahli baiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba kwamba ana atarikum fikum at-taqalaini, mimi niwaachia vitu viwili. Kitu cha kwanza kitabullah, kitabu cha Mwenyezi Mungu, kitabu ambacho kwamba fihi al-huda wa nur, ndani yake kitabu kuna uongofu na nuru ambaye kwamba ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlul baiti. Lakini pia nawaachia watu wangu ahlul baiti udhakirukumullahu fi ahli baiti udhakirukumullahu fi ahli baiti. Pia nawaachia watu wangu ahlul baiti, Allah atawafanyia mazuri kupitia ahlul baiti, Allah atawatengezea haja zenu kupitia ahlul baiti. Na ndio maana hawa Al-Amudi wao usiku na mchana hawezi kuwa mbali na masharifu. Na ndio maana katika hadhara kama hii, kwa sababu ni hadhara ambayo kwamba imesimamiwa na Al-Amudi, Al-Amudi akasema hii hadhara ina wenyewe ahlulbaiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na ndio leo mabwana kama hawa Al-Haidari wakatukimbilia wakawa pamoja na sisi katika hadharia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiban wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Katika kitabu kitukufu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah anasema kwamba man amila salihan, mja yoyote yule ambaye kwamba amila salihan, ametenda amali njema. Amila salihan, amali njema ile ambayo kwamba imeepukana na ria, imeepukana na unafiki, imeepukana na takhlitu, imeepukana na alman wal adha, imeepukana na wanadama wal hasaratu, imeepukana tahawanu, imeepukana na nini? Allawamatu makhafu an-nas. Hii ndio inaitwa amalun salihah. Sasa Allah anasema man amila amalan salihan, yote mwenye kutenda amali njema, wa huwa mu'minun, hali ya kuwa yeye yuko katika kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan tayyiban, wallahi tutampa yeye maisha mazuri,
Al-Imam Ibn Abbas akifasiri kipande kama hiki anasema hayatan tayyiban fi dunya wal akhirah, tutampa maisha mazuri ndani ya dunia na ndani ya maisha ya akhirah kesho. Kwa sababu gani? Ametenda amalun salihan. Kisha sio hivyo tu, falanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na tutamlipa yeye ujira ambao kwamba hatodhania namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anamlipa ule ujira. Ndugu yetu ametenda amalun salihan, ametenda amali njema, ametukusanya, na ndo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda watu wawe katika mkusanyiko mmoja. Sio hivyo tu, baada ya kutukusanya ndani yake tukasoma Qur'ani tukufu, ndani yake tukamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndani yake kukaletwa adhikrullah, lakini baada ya dhikri ndani yake kukaletwa nini? Mawaidha ya kumwelezea Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii yote ni katika amalun salihan. Sasa hizi amalun saliha zataka kutungwa, zataka kuhifadhiwa, zataka zisiharibike. Ukitenda amalun salihan, jaribu kudumu na mambo 10. Utapotenda jambo jema, umefanya jambo jema, jaribu kujichunga na mambo 10 ambayo kwamba yanaharibu mambo mema. Haya yanaitwa muhbitatul amali. Kuna mambo 10 ambayo kwamba ulama wanasema yanaitwa nini? Muhbitatul amali. Ni mambo yenye kuharibu amali njema. Ukifanya amali njema, ukifanya mambo hayo, basi ile amali njema inakuwa habaan mansura. Sote tumetenda amali njema, lakini kwa mkusanyiko wa ndugu yetu Al-Amudi, alhamdulillah, hizi amali njema zinataka kuhifadhiwa na mambo 10. Qala ba'd al-ulama, wa minna baadhi wanazuoni kwamba inna haqqal 'abdu, ama inna haqqal 'abdi an yatahaffadha fi 'amali min ashiya'in 10, ama min 10 ashiya'i, kwamba hakika katika haki ya mja kuzichunga zile amali anazozitenda zisiharibike. Kuna mambo mangapi? Mambo 10. Al-ula, jambo la kwanza, an-nifaqun, kwanza epukane na nini? Na unafiki. An-nifaqun, moja katika yale mambo yanayoharibu amali njema ni nini? Unafiki. Ukitenda jambo jema hali ya kuwa unatenda kwa unafiki, jua amali njema hiyo haiendi popote na kwa habaan mansura mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe na unafiki. Wariyau, jambo la pili, watani arriyau, kutenda amali hali ya kuwa uko na ria. Yani unafanya amali yako njema hali ya kuwa unaonyesha watu. Mfano Sheikh Al-Amudi leo amefanya hii amali njema, lakini ikawa ndani ya moyo wake yakusudia kwamba yeye aonekane kwamba ni mtu mwema. Hii amali itakuwa ndani yako umeichangamisha na kitu kinaitwa nini? Arriyau. Wa idha fa'alta ar-riya'u, na utakapofanya jambo la ria, basi jua kwamba amali njema yako hiyo uliyoifanya inakuwa habaan mansuran mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tuhifadhi na hizi amali zilizozitenda kwa kuchunga haya mambo 10. Jambo la kwanza tumesema nini? An-nifaqu war-riya'u. Jambo la tatu, wat-takhlitu. Ulama wanasema wat-takhlitu. At-takhlitu, kutangamanisha amali, kutangamanisha amali njema na mzuri. Yani bimaana, mfano unaenda kuswali, lakini baada ya kuingia msikitini unaambia ya Rabbi, mimi na swali lakini nataka unigee na gari. Yani uko ndani ya swala hapo, mimi na swali ya Rabbi lakini nataka unigee na nini? Na gari. Hii inaitwa at-takhlitu, ar-riya'u takhlitu. Ni riya'u ambayo kwamba umetangamanisha na mambo mengine ya kidunia. Hii pia inaweza kukuharibia katika amali zako njema zile ambazo kwamba umezifanya katika dunia yako. Jambo la tatu na la 4 na la 5 wanasema al-mannu wal-adha. Katika mambo yenye kuharibu amali njema ni nini? Al-mannu wal-adha. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akanena ndani ya Qur'an kwamba la tubtilu sadaqatikum bil-manni wal-adha, msiziharibu sadaka zenu, msiziharibu amali zenu kwa kufanya nini? Mannin, masimulizi, wal-adha, na maudhio. Umefanya amali njema kisha baadaye ukaenda pembeni ukaanza kujifakhiri, nimefanya kadha, ule msikiti nimeujenga mimi kadha, mimi nimefanya jambo kadha, wale nimewasaidia mimi kadha. Kwa hiyo hii unajiharibia ile amali yako. Kwa sababu gani? Ndani yake umetia almanni, lakini pia waladha, na kufanya maudhio. Unafanya amali njema huku unawaudhi wenzako, unafanya amali njema huku unawaudhi ndugu zako,
unafanya amali njema huku uelewani na kaka zako, uelewani na familia yako, hii inaitwa al-adha maudhi. Amali njema kama hii inakuwa habaan mansura. Amali ya sita ama jambo la sita ambalo kwamba linaharibu amali ni nini? Wanadamatun, na majuto. Unatenda amali, baada ya kuifanya ile amali njema uliyoifanya, baadaye unakaa pembeni unaanza kujuta, kwa nini nilifanya? Yani mfano umefanya jambo hili la kutukusanyika leo ni amali njema, baadaye ukakaa pembeni ukaanza kujuta, kwa nini mimi nilifanya amali ile? Kule kujijutia kwamba kwa nini nilifanya amali njema ni moja katika mambo ambayo kwamba ile amali inakuwa habaan mansura, inaondoka, haina patufu, inakuwa haina malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hiyo nadama tu. Umeenda kuswali, baada pale unajuta, kwa nini mimi nimeswali? Ama umetoa zaka, alafu baadaye unakaa unajuta, kwa nini nimetoa ile zaka? Ama umetoa mawaidha mfano, baadaye unajuta, kwa nini nilisimama nikaongea ile mawaidha? Hii inaitwa nadama tu. Na utakapokuja kujutia amali njema uliyoifanya, hii amali inakuwa habaan mansura, haina malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi amali njema tuzichungeni na haya mambo sita tuliyotaja: an-nifaq war-riya' wa-takhlitu wal-man wal-adha wan-nadamatun. Wanasema wanazuoni wa nini? Wal-husratin wal-ujubu wal-husratun. Na ujubi ni kujisikia, kujiona kwamba wewe ni bora kumshinda mwenzako, kujiona wewe ni kaza, kujiona wewe ni fulani. Yani unafanya amali hali yako unajisikia kwamba mimi mtu kaza, mimi bwana mtoto wa Sheikh Rocket, ama mimi kaza. Ile ujubi ndio ambao kwamba itakuharibia amali zako njema ambazo kwamba umezifanya hapa duniani mpaka kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walhusratun watahawanu, na kupatikana husra na taawanu. Tahawanu kwa tahawanu ipo katika mfumo ule wa kujifakhirisha, wa kujiona wewe ni bora zaidi kushinda wenzako. Hii pia utakuja kujutia. Amali njema kama hii itaharibika. Kwa sababu gani? Kumepatikana muhbitatul amali fi amalika. Walakini mwisho wanazuoni wanamaliza wanasema kwamba wanini? Wa khawfu malamatin nasi, na kukhofia lawama za watu. Yani wewe mfano unaenda kuswali, lakini unahofia nikaenda kuswali watu watanisema kwa nini na swali. Ama unatoa zaka, alafu moyo wako unahofia kwa nini watu wakijua watanisema kwa nini natoa zaka. Ama naenda kusoma, alafu kule kusoma moyo wako unaanza kuhofia kwa nini watu watanikofia mimi, kwa nini naenda kusoma. Ukishaingia katika ile kuogopa watu katika amali njema, pia ni moja katika mambo ambayo kwamba huitwa muhbitatul amali, mambo ambayo kwamba yanatuharibia amali zetu njema zote. Allah atuhifadhi na haya mambo 10. Allah atulinde na haya mambo 10. Haya mambo 10 ndio muhbitatul amali yenye kuharibu amali njema zote. Allah subhanahu wa ta'ala kumalizia kabisa, kaka yangu, ndugu yangu ambaye yeye ni Ibn Sheikh Salim Mubaraka, ni mkubwa wangu kiumri, lakini sio hivyo tu, ni shekhi wangu kimalezi. Sisi tutashukuru sana kwa ujio wako, lakini pia hizi nafakati za kuongea sisi tutazipata mbele yenu. Allah tujalie tukiwa tumesimama mbele yenu tuwe na ndimi za kuweza kuongea mbele yenu. Hii yote ni nini? Al-imtithalul amri khairun min sulukil adabi. Kutekeleza amri ambayo kwamba imetoka ima kwa mashekhe wako, ama ima kwa mzazi wako, ama ima kwa mkubwa wako, ni jambo bora zaidi kuliko kuitunga nini? Kutunga adabu. Na ndio hapa amri imetoka kwa Al-Amudi kwamba atasimama pia Ibn Sheikh ambaye kwamba atakaribishwa na Ibn Sheikh Salim Al-Mubaraka. Tumesimama kwa amri yao. Hatukusimama kwa sababu sisi tunajua kuongea sana, la. Kwa sababu gani? Al-imtithalul amri khairun min sulukil adabi. Kule kutunga adabu ni jambo bora zaidi kushinda kupata nini? Kupata amri. Al-imtithalul amri, kupata amri khairun min sulukil adabi, ni bora zaidi kuliko kutunga adabu. Ingekuwa kutunga adabu hapa pahala angesimama Sharifu akaongea yote. Manake yeye ni katika wale wa bora ambao kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewasifu katika dunia na akhera. Lakini sio hivyo tu, kwa sababu ni amri imetoka, tumesimama, na tunapoteleza basi mtusamehe. Kwa sababu gani? Annal insana la yakfuru bil maasi, mwanadamu makufuru kwa kufanya maasi mengi sana, la, bali insanu yakfuru bi tarkil hurma, bali mwanadamu anakufuru kwa kukosa heshima. Mwanadamu anapokosa heshima huwa anakufuru.
Tumwangalieni Ibilisi, laanatullahi alayhi, alilaaniwa na Allah